الحمد لله رب العالمين، أحمده حمدا يليق بجلاله وعظيم سلطانه، فله الحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، وأصلي وأسلم على نبينا المصطفى ورسولنا المجتبى وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. وبعد، فقد بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم إلى هذه الأمة بشيرا ونذيرا وداعيا وهاديا ونذيرا وسراجا منيرا، فجاءهم بالهدى الكمال والنور التام وبما تنشرح له الصدور، فدعاهم إلى الإيمان وحذرهم من الكفر والطغيان، ودعاهم إلى نور الإسلام والتوحيد، وحذرهم من برائن الجاهلية تنديد، ودعاهم إلى التسليم والانقياد، وحذرهم من التعنت والعناد، ودعاهم إلى القبول والاتباع، وحذرهم من التعصب والتقليد والابتداع، ودعاهم إلى الألفة والإتلاف، وحذرهم من الشحناء والغضباء والاختلاف، فإلى كل خير دعاهم ورغبهم، ومن كل شر أنذرهم وحذرهم. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. عباد الله، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله وطاعته، فقد فاز المتقون. يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: إن للمتقين مفازا. أيها المسلمون الكرام، baada ya kumshukuru Allah jalla jalalu pamoja na kumtakia rehma za ziada na amani kiongozi na kipenzi cha umma huu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, jambo la kwanza kabisa na kuhusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu katika kumcha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Na namna ya kumcha Mwenyezi Mungu kwa namna au tafsiri iliyokuwa fupi. Tafsiri fupi ya kumcha Mwenyezi Mungu ni kutekeleza maamrisho aliyotuamrisha na kuacha yale aliyotukataza. Ndugu zangu Waislamu, tumshukuru tena Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala aliyetuafikisha tumeweza kukutana katika siku nyingine, siku ya Aljumaa, siku adhim, siku tukufu, siku ambayo inapoingia tu
viumbe wote huwa wanatetemeka na wanaingiwa na hofu kwa kudhani kwamba ile siku ya mwisho ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameahidi kwamba imefika, wakidhani hivyo. Bil asafi shadid, kwa masikitiko makubwa, viumbe wawili tu ndo ambao hawana wasiwasi na siku kama hii ya leo: aljinnu wal insu, majini na wanadamu. Wanaiona kama ni siku ya kawaida tu kama siku nyingine, lakini kiukweli siku kama hii ya leo ni siku adhim na ni siku tukufu, ni siku ya kumtaja sana Mwenyezi Mungu Tabaraka wa Taala, pamoja na kumsalia na kumswalia kwa wingi, kumtakia sala na salamu kipenzi cha umma huu, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ndugu zangu Waislamu, anwani ya khutba yetu ya leo katika Ijumaa yetu ya leo itabeba ujumbe unaosema adh-dhunubu wal maasi min asbabil masaibi. Adh-dhunubu wal maasi, madhambi na maasi, min asbabil masaibi, ni miongoni mwa sababu ya misiba tunayoipata. Madhambi tunayoyafanya, maasi yanayoendelea kufanyika katika ulimwengu huu ni sababu ya majanga, ni sababu ya maafa, ni sababu ya maradhi, ni sababu ya kadha wa kadha, yale yote mabaya ambayo tunayajua. Madhambi yanayoendelea kufanyika pamoja na maasi ya kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala katika dunia hii, katika uso huu wa dunia, ndiyo sababu ya misiba ambayo inatukumba na kutupata, ima kuanzia ngazi ya familia, ngazi ya jamii, ngazi ya mtaa, ngazi ya mji, ngazi ya taifa na ngazi ya kidunia kwa ujumla. Majanga yote, maafa yote yanayoendelea kufanyika, yanayoendelea kutokea, sababu yake ni maasi na madhambi tunayoyafanya sisi wanadamu. Adh-dhunub wal maasi min asbabil masaibi. Ujumbe huu tuondoke nao leo hii. Ayuha almuslimuna alkiram, inna almaasi tazilu ni'ami, hakika maasi yanaendelea kufanyika kwa mtu mmoja mmoja, ngazi ya familia, ngazi ya mtaa, ngazi ya mji, ngazi ya taifa. Maasi yanayoendelea kufanyika inakuwa ni sababu ya kuondoka neema alizotujalia Allah subhanahu wa ta'ala. Neema zote ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ametujalia, ametuneemesha nazo, ukiona zimeanza kuondoka kidogo kidogo, tambua kwamba kuna mahala tumekosea, kuna mahala tumemkosea sana Allah subhanahu wa ta'ala. Tunapaswa kurekebisha, tunapaswa kubadilisha yaliyomo katika nafsi zetu, ndipo Allah subhanahu wa ta'ala airudishe neema ambayo ilikuwepo katika wakati ule. Watahillu niqami, maasi na madhambi ni sababu ya maafa yanayoendelea kutokea, maafa na majanga yanayoendelea kutukumba sisi wanadamu, sababu yake ni maasi na madhambi. Fama halat niqmatun, janga lolote halikutokea na halikupatikana, wama zalati ni'ma, na neema haikuondoka, illa bidhambin, isipokuwa ni kwa dhambi ambalo limetokea, limefanywa na wanadamu. Ahibat fillah, tunapozungumzia madhambi na maasi, ni yale makatazo yote Allah subhanahu wa ta'ala ambayo ametukataza tusiyafanye. Hakika
Pale ambapo wanadamu watafanya yale ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewakataza, basi itakuwa ni sababu ya neema zote na maafa kuendelea kutokea na majanga kuendelea kutukumba kwa sababu ya kumkosea Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na neema ambayo tulikuwa nayo unakuta inatoweka kidogo kidogo, au inaweza kutoweka kwa ghafla. Chanzo chake ni madhambi tunayoyafanya na maasi yanayoendelea kutendeka. Ndugu zangu Waislamu, innal maasi wadhunuba, hakika maasi na madhambi, sababun likulli shiqa wa bala, ni sababu ya uovu wote unaoonekana duniani na mabalaa yote, wa dhinki fi dunia, na ni sababu ya kuwa na maisha ya dhiki katika dunia hii, wa sababu lhilaki fi dunia wal akhirah, pia ni sababu ya kuangamia hapa duniani na kesho akhira. Sababu yake ni maasi na madhambi yanayoendelea kufanyika. Malladhi tarada iblisa min rahmatillahi ta'ala, ni kipi ambacho kilimfukuza Ibilisi katika rehma za Allah Subhanahu wa Ta'ala? Swali jiulize, ni jambo gani ambalo lilimfanya Ibilisi akawa ni mal'un, la'in, akalaaniwa na Allah, akafukuzwa katika rehma zake Allah? Kipi ambacho unafikiria haswa au unadhani kwamba sababu kuu ya Ibilisi kufukuzwa katika rehma za Allah Subhanahu wa Ta'ala ni kitu gani? Malladhi ahlaka fi Firauna, na ni kipi ambacho kilimwangamiza Firaun, ambayo tunapatiwa kisa chake, tunasomewa kisa chake ndani ya Qur'ani na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kipi ambacho kilimwangamiza Firaun wa malaihi, na jeshi lake lote? Ni kitu gani hasa unadhani? Wa malladhi ahlaka qauma Ad, na ni kipi ambacho kiliwaangamiza watu wa Ad? Tunawajua, historia yake imeelezwa ndani ya Qur'an. Qaumu Ad, kipi ambacho kiliwaangamiza watu hao? Malladhi ahlaka qauma Thamud, na ni kipi ambacho kiliwaangamiza watu wa Thamud? Malladhi ahlaka Qarun, kipi ambacho kilimwangamiza Qarun? Malladhi ahlaka Aljababira, na ni nani ambaye au na ni kipi ambacho kiliwaangamiza madikteta waliotawala katika ulimwengu huu? Walfaraina, na mafarao ambao walitawala katika dunia hii, kipi ambacho kiliwaangamiza? Fi kulli zamani wa makan, katika kila zama na sehemu. Kipi unadhani haswa? Yote hayo, aljawabu fi kalmatin wahida, jibu lipo katika neno moja tu. Ukijiuliza maswali hayo yote, Firauni alimwangamiza nani? Au sababu ya kuangamizwa Firauni ilikuwa ni nini? Thamud, watu wa Thamud waliangamizwa kwa sababu gani? Watu wa Ad waliangamizwa kwa sababu gani? Qarun, tunavyosoma historia yake ndani ya Qur'ani na katika vitabu vya tarikh, kipi ambacho kilimfanya akateketezwa na akaangamizwa? Aljawabu fi kalmatin wahida, jawabu lipo katika neno moja tu, innaha almaasi wadhunub, ni maasi pamoja na madhambi walioyafanya ndio ilikuwa sababu na chanzo cha wao kuangamizwa na kudidimizwa wengine, na wengine kufukiwa kabisa na ardhi hii. Ayuha almuslimuna alkiram, isma ma qalahu maulana tabaraka wa taala, sikiliza maneno haya ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala anayazungumza ndani ya Qur'an katika suratu Shura. Allah anasemaje? Wama asabakum min musiba, na hayakupateni nyinyi misiba mbalimbali, hayakupateni nyinyi majanga mbalimbali, fabima kasabat aidikum, isipokuwa ni kwa kile ambacho imechuma mikono yenu wenyewe. Majanga ambayo yanatukumba, maradhi ambayo yanaendelea kutokea katika dunia hii, yanatokea maradhi mengine hata hatuyajui yametokea kwa sababu gani. Yote hayo fabima kasabat aidikum, ni kutokana na yale ambayo mikono yenu imechuma. Wa yaafu an kathir, na bado Allah anakusameheni mengi mno. Mengi Mwenyezi Mungu anatusamehe, lakini kuna mengine
tunasababisha sisi wenyewe majanga na maafa ambayo yanaendelea kutukumba katika ulimwengu huu. Sababu yake ni sisi wenyewe kumkosea, kufanya maasi, kufanya madhambi ambayo Allah alitukataza hapo kabla kwa kutuletea Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wakala aidan fi surati al-Anfal, akasema tena Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu Anfal, dhalika bi anna Allah lam yakun mughayyiran ni'ma. Hayo maovu yanayoendelea kutokea, hayo majanga yanaendelea kutokea katika mgongo huu wa ardhi, maafa, maradhi, neema zote ambazo mnaona zinaendelea kutoweka kidogo kidogo, maafa hayo hayakupatikana hivi hivi tu. Bi anna Allah lam yakun mughayyiran ni'ma, kwa hakika Allah subhanahu wa ta'ala hakuwa ni mwenye kubadilisha neema an'amaha ala qaumin, ambayo aliwaneemesha watu fulani, hata yughayyiru ma bi anfusihim, mpaka wabadilishe wao wenyewe yale yaliyomo katika nafsi zao. Wa anna Allaha sami'un alim, na hakika Mwenyezi Mungu ni msikivu na mtambuzi wa yote ambayo yanaendelea kutokea hapa duniani. Ndugu zangu Waislamu, ukiona hali yako imebadilika kutoka katika neema kwenda katika majanga au maafa au msiba wa aina yoyote ambao umekupata, tambua kwamba kuna sehemu utakuwa umemkosea Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu anadhihirisha hilo ndani ya Qur'an. Maneno ni hayo ambayo tumeyasoma katika suratu Shu'ara pamoja na suratu Anfal, na aya ziko nyingi ndani ya Qur'ani ambazo zinaeleza kutukumbusha kwamba majanga na maafa yanayoendelea kutukumba sisi wanadamu, sababu ni kwa yale ambayo sisi wenyewe tumeyachuma kwa mikono yetu, tumeamua hivyo. Basi na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala ameamua kubadilisha neema ambazo tulikuwa nazo zimekuwa ni majanga sasa. Ndugu zangu, Allahu jalla jalalu, Mwenyezi Mungu ambaye ametukuka na utukufu wake, wa azama sultanu, na ufalme wake ambao umekuwa ni mkubwa kabisa, wala ilaha ghairuhu, na hakuna mola mwingine isipokuwa yeye, la yubaddilu ni'ma bil bala, kamwe habadilishi neema ambayo ipo kwa watu fulani kwa kuwaletea balaa, wala yubaddilu ni'ma bin niqami, wala habadilishi neema ambayo ipo kwenye jamii fulani au ipo kwenye mkono wa mtu fulani, habadilishi neema hiyo kwa kuleta maafa na majanga, illa idha baddala nnasu, isipokuwa pindi wao binadamu wenyewe watakapobadilisha ibtidaa shukri bil kufri, badala ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema walizojaliwa, wao wakamkufuru Allah. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala anatuletea majanga na maafa ambayo yanaendelea kutukumba na misiba mbalimbali. Sababu ni sisi wenyewe tumebadilisha neema ya Allah ikawa ni kufuru, badala ya kumshukuru Allah kwa neema alizotujalia. Mwisho wa siku tukachupa mipaka, tukamkufuru Allah subhanahu wa ta'ala. Tuzichunguze nafsi zetu, tuangalie neema ngapi ambazo tulikuwa nazo huko nyuma, leo hii hatuko nazo tena. Kwa sababu gani? Sababu ni maasi na madhambi ambayo tunayafanya kila siku. Wayarinnu fi udhnayya qawla shair, na yanagonga gonga katika masikio yangu pamoja na ya kwako kauli ya huyu mwanashairi, anatuambia hivi: idha kunta fi ni'matin far'aha, pindi utakapokuwa katika neema fulani ambayo Allah amekujalia, basi ichunge vizuri sana, ichunge mno, ilinde. Fa innal maasi tazilu ni'ma, hakika maasi yanaondosha neema zote. Maasi yanabadilisha neema na kuwa majanga. Maasi na madhambi yanabadilisha neema na kuwa maafa katika jamii au kwa mtu mmoja mmoja. Wasunha li ta'ati rabbil ibad, na unatakiwa kuilinda hiyo neema aliyokujalia Allah kwa kumtii Mola wa waja. Fa innal ilaha sari'un niqami, hakika Allah subhanahu wa ta'ala ni mwepesi wa kubadilisha neema na kuja katika majanga au na kupatwa msiba fulani kwa sababu ya maasi ambayo tunaendelea kuyafanya. Ahibat fillah, ndugu zangu katika imani, kad yasalu saili, huenda akauliza muulizaji, anaweza kauliza mtu, innana nara min ahli al-kufri, hakika sisi tunawaona katika watu waliomkufuru Allah subhanahu wa ta'ala, wa kathiran min ahli dhunub, na wengi katika watu wanaofanya madhambi, wal maasi na maasi, ghariqina fi ni'ami. Unaweza kauliza ile swali,
Mbona tunawaona watu wengi katika waliomkufuru Allah, watu wanaofanya maasi, watu wanaofanya madhambi, tunawaona watu hawa wanaogelea katika neema, wapo katika kilele cha mafanikio? Unaweza kuuliza swali hili, mbona tunaona fulani pamoja na maasi na madhambi ambayo anamkosea Allah, lakini mbona ana neema nyingi, kajaliwa, ana mafanikio?